Naitwa John Wambura, ni mkurugenzi wa Equip for Change. Hii ni taasisi ya kiraia isiyokuwa ya kiserikali inayojishughulisha na uwezeshaji jamii au mtu mmoja au vikundi kwenye maeneo ya kiuchumi, mambo ya amani, ukatili wa kijinsia, lakini pia kwenye mambo ya haki na usawa wa binadamu. Leo tulipata nafasi ya kufadhili kusanyiko la wamiliki na wakuu wa makao ya watoto wanaoishi mazingira magumu na mazingira hatarishi, ambao ni mkoa wa Pwani. Kulikuwa na jumla ya makao 48 ambayo waweza kupata washiriki wawili kutoka kila makao, na walikusanyika ili waweze kutafakari nafasi walionayo katika jamii, wao kama walezi wanaotoa huduma ya kulea watoto walioachwa na mazingira ambayo ni hatarishi au walioachwa na wazazi kwa mazingira mbalimbali. Sasa kama wajibu wao wanapokutana pamoja kama hivi, nafasi ya serikali hasa ustawi wa jamii ni kuwaelimisha juu ya majukumu yao, wajibu wao, nafasi walio nayo na namna wanavyoweza kufanya ili kuhakikisha kwamba watoto walio kwenye vituo vyao wako salama, wanalindwa, wanaelimishwa, wanaheshimiwa. Kwa Equip for Change si tulifika mahali hapa kama wadhamini au wafadhili ambao tuliwezesha sehemu ya gharama za kusanyiko hili, lakini pia tulipata nafasi ya kuweka msisitizo katikati ya hawa watu kuweza kutambua wao kama watetezi wa watoto hawa. Eneo la utetezi tukawa tunaangalia kwamba mtoto wamuone kama ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu, mtoto kama zawadi inayotoka kwa Mungu kuingia kwa jamii, sio tu kwa familia au kwa mtu mmoja, lakini kwa jamii nzima. Na wao wanapokaa na huyu mtoto wamuone ni mtu wa thamani, lakini pili watambue kwamba mtoto ni mtu na kama mtu anao utu. Kwa hiyo ule utu alio nao unatakiwa kulindwa, unatakiwa kukuzwa, kujengwa na kuimarishwa ili mtoto huyu aendelee kukua kwenye hali hiyo hiyo ya utu, naye aweze kutoa utu wake kwa ajili ya jamii ya watu wengine. Kama mtoto huyu hatathaminiwa katika utu wake, basi inasababisha naye akue katika mazingira ambayo yeye hatakuwa na utu ndani yake, na matokeo yake anaweza kuwa na tabia mbaya na makuzi mabaya, na anaweza kuwa na athari kubwa, hasa athari hasi kwa jamii ambayo yeye anatoka. Lakini tulitamani pia na tuwasaidia kuona kwamba kama familia ina nafasi kubwa sana ya kulea na kukuza watoto, lakini ikitokea familia imeshindwa, basi jamii ina wajibu huo, na jamii inapoingia kuna wafadhili, mtu moja, vikundi vya watu, taasisi, mashirika pamoja na serikali yenyewe. Tunajua ni jukumu la serikali, lakini haiwezi kufanya mambo haya yote kwa pamoja. Lakini ukiangalia ukubwa wa tatizo ambalo lipo kwenye jamii yetu ni kwamba idadi ya watoto walioko kwenye mazingira magumu na mazingira hatarishi ni wengi, na idadi hii inaongezeka siku hata siku kutokana na malezi na makuzi mabaya kwenye familia zao, mahusiano magumu ya kindoa kati ya baba na mama, na mimba za utotoni zinazosababishwa na malezi mabaya. Kwa hiyo mabinti wanashika mimba mapema na wanazaa watoto wanawakimbia, wanashindwa kuwalea. Kwa hiyo ziko changamoto za kitaifa, ziko changamoto za kidunia, ziko changamoto za kifamilia, lakini ziko changamoto za kiubinadamu, za kiutu. Watu wanatenda dhambi na dhambi inasababisha waingie kwenye hali mbaya na kuweza kusababisha upatikanaji wa watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo furaha yetu sisi kama Equip for Change ni kwamba tumeona kusanyiko hili limekuja pamoja, wamepata nafasi ya kutafakari juu ya nafasi walio nayo kama walezi wa hawa watoto, wamekumbushwa kulinda na kutetea hawa watoto, lakini kizuri ni kwamba wameweka commitment ya kuunda umoja wa wenye makao, na wamepata nafasi ya kuzungumza pia na kiongozi kaimu mwenyekiti wa umoja wa makao Tanzania nzima, na wanao mwenyekiti wa kwao wa mkoa. Kwa hiyo tumeona uongozi ule umetengeneza katiba, na sasa tunakutana nao tena kuwafundisha ni namna gani wao wanaweza kumobilize resources kwa ajili ya kuwezesha huduma hii ya malezi na makuzi ya watoto kwenye vituo na makao waliopo. Kwa hiyo tutakutana tena kwa namna tulivyokubaliana wiki ya mwisho ya mwezi wa 4, ambayo itakuwa pia ndio wiki ya kwanza ya mwezi wa 5, kwa semina ya siku 2 ambayo itawasaidia kuona fursa mbalimbali na namna wanaweza kuzitapu hizo fursa, maana ni jukumu la jamii nzima na taasisi na mashirika kuja pamoja kuweza kuwasaidia. Kwa tunashukuru sana kwa uwepo wao, na tunatoa nafasi kwa Mtanzania yote anayewiwa na kuguswa kuweza kushirikiana na Equip for Change kusapoti namna ya kuwaweka pamoja, kuwafundisha na kuelimisha. Watahitaji kula na kulala kwa muda wa siku 2 sehemu hii ili waweze kujifunza. Lakini nimebarikiwa pia kuwa nimefika kwenye hiki kituo cha Peace of Heaven Home, ambayo ni kituo ambayo na yenyewe ni makao ya watoto, ambayo ni ufadhili ambao umejenga eneo hili zuri, umeweka madarasa, umeweka na shule wanaosaidia watoto mbalimbali kuweza kupata elimu na haki zao za kimsingi kama watoto. Kwa Mungu awabariki sana nyie mnaofuatilia na mnaoweza kusikiliza na mnaweza kutoa michango yenu.
Asanteni sana. Equip for Change, mtu mmoja akibadilika, jamii nzima imebadilika. Mimi nishabadilika, ndio naobadilisha wengine.